andiko ambalo tumetoka kuisoma, nyaraka hii, barua Mtume Paulo anaandika kwa kanisa, kwa Wakristo wa huko Galatia akiwa Antiokia, na inawezekana ni mwaka wa 48. Anapenda kuonyesha kanisa nini? Watu wengi wamejidai wameokoka, lakini ukiwaona wameishi kama watu wa kawaida. Ukiwaona wameishi kama vile wamefanana wapagani. Na jamani, nilitaka wiki hii Mungu atujalie neema tufundishane kichwa neno ambayo inasema uhakika wa wokovu. Haleluya. Amen. Ambia jirani uhakika wa wokovu. Wakati wote ninapofundisha na Roho Mtakatifu aliponifungulia somo hili, nilielewa ya kwamba ndani ya dunia hii ambapo tumeishi, iwe katika baraka za mwili, iwe katika baraka za roho, kama haukujua ya kwamba kweli umeokoka, hauwezi kuwa na raha. Funguo ya kujisikia na amani katika maisha ni kwanza kupata wokovu. Unajua watu wengine wanazubaa katika mambo ambayo haifai. Na wakati mwingine ninapohubiri nimepata hata mashambulizi za watu wengine. Makanisa yametuzunguka yenye imani mbalimbali, lakini kama haujapata wokovu, kama huyahakikisha ya kwamba mimi nimeokoka, na kuambia hata wakupe hela zote za Tanzania, hauwezi kusikia unafurahi. Unajua mwingine akasema bwana nimeomba magari. Na siku hizi wahubiri wamefundisha sana. Nasikia wakati mwingine nakuta mtu anapokea magari, pokea. Yes. Pokea nyumba, pokea. Sasa tunatoka, mtu amelipa bajaji, nauli yake bajaji, anaenda nyumbani. Mwaka umepita, mwingine umepita, na mwingine umepita, hana gari. Mungu atusaidie sana. Lakini akifunzwa, anapoingia ndani ya wokovu, Biblia inasema hivi, asema ninyi si watumwa tena, lakini wana. Na ingawa ninyi ni wana, tafsiri ya makanisa inasema ya kwamba ni kusema ninyi mnastahili yote ambayo Mungu aliandalia watoto wake. Yes. Mimi siko mtoto wa Mungu, niko mwana. Haleluya. Haleluya. Amen. Biblia inasema kwamba Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Nikusema sisi watu tuko watoto wa Mungu, lakini kuwa wana. Unaweza kuwa mtoto wa Mungu lakini hauko mwana. Na ukiwa mtoto ni kusema hauko mrithi, lakini ukiwa mwana wewe ni mrithi. Mungu atusaidie sana. Wokovu ni nini? Ndio shida nyingine hiyo. Wako watu wengine wanazani wameokoka sababu wameheshimia desturi ama utamaduni wao kanisani. Leo nasikia kwa ningia kanisa nyingine, kisi walishasema ile, banataka kusema na hii. Baba yetu, baba yetu. Ile nyingine sala za. Nilikuwa na ndugu mmoja nikamuuliza, hii mashanga ambayo umeivaa hii, ukiomba Mungu, hii mashanga, kama una mashanga hauna muda wa kuomba Mungu. Sasa ni kusema mashanga ndio microphone ya kumuita Mungu ama simu? Mimi sina mipaka. Yesu kakutana na mwanamke Msamaria akamwambia hivi, wakati umefika. Nyie wa Samaria, hii kukimbia kwenye milima kumtafuta Mungu imekwisha. Ninyi wa Yuda, hii kukimbia kwenye hekalu kutafuta Mungu imekwisha. Lakini waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Amen. Wokovu ni nini? Nilipozingatia katika kamusi ikaniambia kwamba wokovu ni jambo ya kuepuka kifo, hatari fulani, na kufikia hali nzuri ya heri na mafanikio. Yes. Haleluya. Kuepuka kifo, hatari
mahali fulani na kufikia nafasi ambako una heri na mafanikio. Wokovu hiyo. Lakini upande wa pili nasema tena, wokovu ni jambo la kuepushwa na dhambi na kutawaliwa. Mtu anayeokoka ametengwa na dhambi na ametengwa na kutawaliwa. Unajua tumeishi ndani ya hii dunia, kama ukutaka kutawala utatawaliwa. Yes. Hiyo haiko hata wakati mmoja nilisema hivyo kanisani, kuna mtu akasirika akanyangula vitu vyake akaenda. Inawezekana shetani akamtafsiri vibaya. Sasa inawezekana huyu mtoto ameona kama sisi ametutawala huyo. Na ilikuwa ile sababu ilikuwa kanisani kwetu, lakini alikuwa mgeni. Mungu atusaidie sana. Amen. Katika hii dunia ukikataa kutawala maana unatawaliwa. Yes. Mungu atusaidie sana. Amen. Na tutatawala ni wakati tumehakikisha wokovu wetu tunao. Amen. Nitazungumza mambo ini ambayo itahakikisha ujue ya kwamba umeokoka. Mambo ine kwa juma ile, utazungumzia tu jambo moja ambayo Mkristo ukiizingatia katika maisha yako na ukiona ya kwamba umejibu, ni kusema Mungu amekusaidia, umeokoka. Haleluya. Tumejua ya kwamba wokovu ni mkakati. Kwa Kifaransa tunasema process. Mungu atusaidie sana. Sasa hii mambo hii nitakuonyesha huko njia ya kuendelea na kumaliza. Mtume Paulo anasema ya kwamba tunapaswa tukomae, tugue hadi kufikia kimo cha Kristo. Sasa utajua kama huko unakomaa ni wakati jana ulikuwa ukikaa, leo umetambaa, kesho yake umeshimama, kesho kuto umetembea. Mungu atusaidie sana. Jambo la kwanza ambayo itakuonyesha ya kwamba hakika umeokoka ni kutambua ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Amen. Unajua mashirika wengine wameamini sana hata sisi mapasta kuliko hata kuamini Mungu. Hiyo ni shida kubwa. Na mimi naambia kila mara wanamemba ndani ya kanisa ambalo mimi nimeshimamia, nawaambia kwamba Mungu ndiye aliyeniita na akanipa mzigo ambao napashwa kuutua nafasi fulani. Akanipa vitu ambavyo inabidi niwagawanyie pia. Lakini ule Mungu pia inawezekana mimi ndimi nilihubiri na Roho akakugusa ukaja kanisani, sio mimi nilikuleta. Haleluya. Biblia inasema ule ambaye anahakikisha ni Roho Mtakatifu. Yes. Mungu atusaidie sana. Sasa kuna sehemu zingine alisema hakuna tena jinsi. Kuna sehemu nyingine tuseme ule mtu akisema tu hapa kama leo, tangu leo Tanzania hatutaki kuona sijui mnaita namna gani sashe. Sijui namna gani itaita kwa Kiswahili hapa. Nafasi yote huyo mtu atapita ni kama vile mtumwa. Sasa inawezekana hata akasema leo ya kwamba Yesu akuzaliwa, na watasema ndio baba alisema. Nikaongea na mtu mmoja akasema kama papa hawezi kudanganyika. Nikamuuliza anaweza kufa? Akasema ndio, si kila mtu anakufa. Nikamwambia kumbe anaweza danganyika. Njoo anavaa mwili. Haleluya. Hata tuokoke namna gani kama tungali tunavaa mwili, pana madhaifu ambayo tuwezi kuiepuka. Mungu atusaidie sana. Roho ametutia nguvu ni kushindana na yale madhaifu. Na hata imefikia kesho tunasema acha nishimame hivi isifike tena. Amen. Amen. Jambo la kwanza unapaswa kuhakikisha kwanza kama wewe ni mwana wa Mungu. Mtu ambaye ameokolewa, mtu ambaye amepona kutoka katika mauti, mtu ambaye amepona kutoka katika
Mtumishi wa Mungu Yohana anasema hivi, Mtume Yohana anashuhudia kwa sura yake ya kwanza mstari wa 12 hadi 13. Kitabu cha Yohana 1:12 hadi 13. Tusikie Biblia inasema nini. Yohana 1:12 hadi 13. Ndio. Anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale walioamini jina lake. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Mungu atusaidie sana. Amen. Tafsiri ya kanisa inasema ya kwamba ambao walizaliwa si kutokana na uwezo wa kibinadamu, wala nguvu za kimwili, wala mapenzi ya mtu, bali kutokana na Mungu mwenyewe. Angalia, wakati nasomaka hii andiko nasikiaka naweza kujivuna kwa sheria. Mungu atusaidie sana. Ukijua kama uko mtoto wa Mungu, unatembeaka na hauna wasiwasi. Unatembeaka, kwa Ufaransa wanasema avec certitude. Unatembea na unajiamini. Aseme ni wale ambao walipokea wakakubali jina la Yesu. Wale ambao walisema Yesu, mimi nakupa maisha yangu na kukubali kuwa Bwana. Haleluya. Sababu kukubali Yesu kuwa Bwana ni jambo, lakini kumkubali pia kama Mwokozi ni jambo. Wengi walimkubali kama Mwokozi lakini haiko Bwana. Ni Mwokozi sababu alitukomboa kwa kazi ya msalaba, lakini ni Bwana sababu inabidi yeye sasa ndio aongoze maisha yetu. Haleluya. Aseme wale ndio watoto wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Amen. Sasa nikafurahi sana Mtume Paulo amezungumza mengine wakati anaandikia Wakristo wa Rumi. Anasema nini? Warumi sura yake ya 8 mstari wa 14 hadi 17. Napenda sana jinsi Mtume Paulo anazungumza hapa. Warumi 8:14. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Tutaenda pole pole. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Chunga baba. Processes ama mkakati wa wokovu hapa ndio unatokea. Ni nini inatokea wakati mtu anapoamini? Mtu anapoamini anasema Yesu Kristo na kukubali kama Bwana na Mwokozi. Nimetaka ukae nami. Nimekataa maisha ya jana, nimekataa shetani. Mtu ameokoka katika kuamini kwa Yesu Kristo. Kusudi Kristo aonyeshe ulimwengu wa giza ya kwamba huyu amekuwa wangu. Amempiga muhuri. Haleluya. Amen. Na huyo muhuri ni Roho Mtakatifu. Amemtia ndani yake. Sasa moyo wa mwanadamu imekuwa kama vile nyumba ambayo ina vyumba mbalimbali. Sio chumba kimoja. Ndio maana kuna mtu mwingine aliamini leo akabatizwa kesho, lakini baada ya mwezi unamkuta tena anabana vere tena kilauli cha pombe anafanya amekunywa. Usimzomee mbio hapana. Haleluya. Amen. Sababu wokovu ni mkakati. Roho anapokuja, na hapa naambiaka kanisa ya kwamba wakati unaamini Kristo amekupiga muhuri, na ile muhuri ni Roho Mtakatifu ameingia. Wakati ameingia, Roho hatatawala moyo wako wote, hapana.
usiwazie kama ukiamini leo utasikiaga tena hisia ya kuiba. Kwa mfano, kama ulikuwa mwizi, unaweza kuokoka leo na kesho tena shetani anafanyaga namna gani? Kama ulikuwa mwizi, unasema tangu leo naacha wizi, nimetubu, nimeokoka. Kesho yake analeta mtu ambaye inawezekana ameacha vitu vyake na ameenda, na umeviona hapo mbele, umejiuliza ni twae nisitwae? Haleluya! Hiyo ndio Shetani amefanya. Sasa wakati Roho amekuja na amekaa nafasi moja, amechunga sasa umupe nafasi atawale. Na kazi kwetu sisi viongozi, watumishi, mapasa ni nini? Ni kufundisha neno la Mungu. Ni neno ndiyo inatakasa. Anapofundishwa acha dhambi, kuiba ni dhambi, anasema wizi nayo ni dhambi. Ya Yesu anisaidie, ametubu, wamemuombea. Sababu kila tendo mbaya, kila dhambi inakuwa na roho chafu ambayo inaiongoza, na ipo ndani ya mtu. Cha ajabu, hesabu ya pepo ndani ya dunia hii imepita hesabu ya watu. Mungu atusaidie sana. Sasa wakati huyu mtu ameombewa, alihubiriwa, unasikia tu hiyo roho ikitoka, na mtu anachika. Wakati wote anapofika mbele nafasi ambako angeiba, roho anamwambia wewe huko wa kuiba tena. Mara moja anasema mimi na amepita. Mungu atusaidie sana. Amen. Ndio maana mimi naambiaka watu kanisani kwetu ya kwamba hata mtu akikuja amevaa vipi, muangalie kama hatakuwa chanzo ya nguvu kwa wengine, mtafutie nguo fulani yenye inaweza kumsaidia tu, akae tu nafasi moja hapo. Mungu atusaidie sana. Unajua mtoto ameanza kuomba nguo ni wakati amejua kama niko uchi. Yes. Lakini kama ana mwaka moja mbili, kwanza wakati mwingine kumvalisha nguo ni kama vile amesumbua, hataki kuvaa. Lakini sisi tulio hapa watuambia kwamba tutoe nguo, mwalimu haiko sawa, ni kama vile amechanganyikiwa. Mtoto huyo ambaye mama anambeba baba hapo, umvalishe usipomvalisha, yeye hana shida. Na mgonjwa ameanza kupona wakati amejua kama mimi nimeugua. Mungu atusaidie sana. Utaona ule mtu anapoingia, neno linapomuingia, mwenyewe ameanza kusikia aibu. Na ndio maana mtu mtenda dhambi akianza kusikia haya kwa ajili ya dhambi yake, ni kusema kuna kitu kimeanza kubadilika. My God, my Lord. Mungu atusaidie sana. Amen. Ndio kazi ya Roho. Wakati unaacha wizi, Roho ameenea hapo, lakini hasira ingaliko. Haleluya. Amen. Unahubiriwa kuhusu hasira, unaomba Mungu nisaidie nitulize hasira. Wamekuwekea mikono, roho ya hasira imetoka, Roho ameenea hapo, lakini kuna uchoyo ungaliko. Sasa Mtume Paulo, Biblia inashuhudia ya kwamba alikufa akijaa Roho Mtakatifu. Kujaa Roho Mtakatifu ni ile Roho sasa ametawala. Unajua chupa inapojaa hata utie maji haitaingia. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Si Roho Mtakatifu atusaidie. Amen. Unasikia mtu mwingine, wewe unafanya hivi wewe. Pole pole, angali mumkakati. Mungu atusaidie tufike kimo cha Kristo. Sasa Mtume Paulo anaendelea kuongea kwamba ni wale walioongozwa na Roho ndio wana wa Mungu. Kama uongozwe na Roho, wewe sio mwana wa Mungu, na kila kitu utapenda kukifanya, utajikaza, lakini kama kiko katika mapenzi ya Mungu kitajulikana tu. Na hapa ninaambia watu wengine hivi, unajua wengine watu watakosa mbingu kwa ajili ya kutokujua. Roho anaweza kukupa karama fulani, haleluya, lakini bado ungali na shida ya kuhakikisha wokovu wako. Sababu wakati Roho amekuja ndani ya mtu, hata
kama hajatawala moyo wake wote, anaweza kumpa karama fulani. Na hii kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, mwili wa Kristo. Sasa mwingine mtu anaweza kuwazia, sasa hivi ananiambia mimi niko mwashirati, sasa mbona naombea watu wamepona? Roho anaweza kukupa karama na umeifanya, na watu wamesema huyu mtu ana Mungu. Lakini Biblia inasema ile siku kuna wengine watasema tuliponya watu kwa jina lako, lakini Bwana atawaambia siwajui. Mungu atusaidie sana. Unajua bodaboda inaweza kutosha hapa Chanika, inakupeleka sijui kama wapi, Kariakoo. Sasa umefika huko, umeshuka, umeenda. Kwa nini hatuchukui bodaboda ni watu ili tusaidia tu? Kwa nini? Kwa safari. Mungu atusaidie sana. Na hii imenifanya kama vile mtoto wa Mungu sina woga. Hata nikakuta mtumishi wa Mungu amegusa maiti hivi, imeshimama na imesema haleluya, mimi nasema tu amen, na tunaendelea. Mengine Mungu ndiye anajua. Mungu atusaidie sana. Amen. Endelea na usomi baba. Sijue watu wamenisikia au Swahili na shida sana. Tunakuelewa mno. Asante. Mstari wa 15 wa 8:15. 15 inasema nini? Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu. Chunga. Hapa inasema kwa kuwa hamkupokea tena roho wa woga. Tulisema hapo ya kwamba wokovu ni kuepushwa na dhambi na utumwa. Aseme roho tulipokea haiko tena wa kutuacha katika utumwa na kuwa na woga. Sasa uliza jirani, umeogopa nini katika maisha? Ukikosa pesa unakosa amani. Ukikosa nauli unaweza mpaka mtu mwingine anakuja sababu mimi niko najiuliza, siwe nilimkosea Mungu nini? Kwa namna yote nimemtumikia, lakini bado Mungu hanikumbuki tu. Si ukichao. Acha nikwambie hivi, kuna vitu vingine ambavyo mtoto wa Mungu ukiona tu mtu jinsi anavyoishi unasema huyu ni mtoto wa Mungu. Haleluya. Mbingu inapaswa imshuhudie. Sisi hatuko watu wa kuhangaika. Njoo na mimi, ukipata gari leo sawa, ukijenga nyumba leo sawa, ukienda wapi leo sawa, hakuna shida. Mimi najua niko mtoto wa Mungu. Ile riziki yangu ambayo Mungu aliweka nitaigusa. Sina muda wa kuponda. Mungu akisema wewe leo mimi napiga mikono tu, lakini najua kesho na mimi Mungu ataniona. Mungu atusaidie sana. Hiyo ndio wa Kristo ni watu ambao wamenishangaza sana. Acha niseme wa Kristo wana dini. Amen. Yo Mkristo hawezi kuwa vile. Mkristo ni mtu ambaye anakuwa na asili ya Kristo ndani yake. Wana dini. Hapa unakuta mtu yuko anajilaumu mwenyewe mpaka anajiuliza Mungu iko haiko? Wewe ndio hauko. Mungu yuko. Na hata nikwambie watu wengine wanawasia kwamba wakishimanga sana, wakijitesa sana Mungu anafanya. Hapana. Hiyo wakati mbingu inanyamaza kimya. Yes. Mungu anapenda ahakikishe huyu amenijua. Na wakati mwingine hata utalia hapo, anakuangalia. Unajua mtoto anaweza kulia hapa na wanaweka, analia kwa ajili ya mboga na wanaweka chungu ya mboga nyuma yake. Na analia tu. Ana wakati wa kugeuka analia na chungu ya mboga iko pale. Lakini yule ambaye anahitaji mboga haoni mboga. Kuna wakati anaweza kuangalia upande huku na huku na ameona chunga, mboga iko hapa. Mungu atusaidie sana. Njoo wakati mwingine mtoto wa Mungu ni mtu wa kunyamaza kimya. Na akakusha kuongea na babaye ambaye alimuita, ambaye alimuokoa, mengine amemwachia Mungu afanye. Amen. Afanye. Tulipokea roho gani? Roho gani yenye panya iko na shitu?
kina mama, panya. Panya ilikuwa inafukuzana hivi, imeanguka kwenye kitanda. Yesu! Hapana. Unaita Yesu amekuwa panya. Paka Yesu kwenye iko ameangalia. Acha nizungumze kama mwinjilisti. Anaangalia sasa huyu mtoto kwa nguvu zangu zote amenikuta mimi uwe panya. Niko mtu mwingine kwa naomba, baba, panya hizi zinasumbua ndani ya nyumba. Sio tena. Baba, nakataa panya. Panya unaponda wakati kuomba kwa ajili ya panya. Mimi sina, unajua wakati mwingine kuomba, mimi wakati mwingine nimeshimama. Biblia inatuambia sisi Mungu atupatie mamlaka ya kuamuru. Tunayo nguvu ya kuumba kwa maneno. Haleluya. Siku moja ndugu mmoja akaja, alikuwa na shida kubwa sana. Walimwambia watamfukuza nyumba katika nyumba sababu hakuwa na malipo ya nyumba. Akakuja akasema, mume wangu ametoka, wamemfukuza kazini. Mume wake alikuwa Mkatolika. Mwaita Wakatoliki pia huku. Catholic Church. Wakatoroka hapo. Sasa yeye mwenyewe alikuwa mshiriki hapo kwetu, tulimbatiza hapo, aliamini hapo. Akasema, baba, hapa tumefika mwisho kabisa. Sijue tena, mume wangu amemfukuza kazi. Mimi mwenyewe sina kazi. Bosi yule ambaye alikuwa anamtumikia, sababu alikuwa kama vile ni mtu wa kusaidia hayo malori makubwa kusaidia driver. Sasa walikuwa kwenye nyumba ya bosi. Bosi akasema, na nawapatia wiki 2 mfanye nini? Mtoke. Mimi nikamwambia huyo mama, nikamwambia mimi sina la kuomba hapa sai. Wewe lakini jambo nakuambia ni hivi. Kama Mungu ataamuru mtoke kwa hiyo nyumba, mwa hiyo wiki 2 awape pesa ya kulipa nyumba. Na kama mtapata pesa ya kulipa nyumba, basi mkae hapo. Akakaa, unaweza enda sababu nende. Unaweza enda. Sasa watu wamekwisha kuamini mpaka mtu aguswe, wamkanyage kanya. Haya maombi yameingia haya. Hapana. Haleluya. Mpaka utamke maneno makubwa. Ndio mpaka mumetufundisha sisi wachungaji kuomba mambo mengine ambayo hatukutaka kusema. Watu wamezoea vibaya. Sasa akatoka mwenyewe, nikaona kama amekata tamaa. Nikamwambia mama kuja. Nikamwambia piga magoti. Nikamwambia Mungu, wewe umesikia walio wako. Mama huyu aone muujiza wako kwa jina la Yesu. Amen. Akatoka akaenda. Unajua wakati mwingine washirika wamewazia kwamba mengine ambayo tumeifanya na tunaiamuru tuliona wakati mwingine katika ndoto au kwenye maono. Hapana. Mimi namna yangu ya kutembea na Mungu, shida inapoonekana hapo, ile neno ambayo imetumwa na Roho, mimi nalisema kabisa. Nikitoka hapo nafika nyumbani kwangu, nina madhabahu chumbani kwangu, nasema Baba, wewe ulisema lile ambalo tutalisema utalifanya. Sasa huko kama alikufanyika, ni wewe ndio utazaraulika, sio mimi. Mungu atusaidie sana. Aliyeniachiri ni Mungu. Na kama aliniambia na kuachiri, ile ambayo utasema nitalifanya. Ninamwambia wewe ndio uliniambiaka nikasema utafanya. Kama ukufanya wewe, baada sema huko kwamba mimi ni mtumishi wa uongo, na wewe ndio utazaraulika. Mungu atusaidie sana. Imani ni kama vitu ambavyo havieleweki. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Hakikisha uko mtoto wa Mungu.